Ndugu watatu walikuwa wanamtafuta mwanamke mmoja kwa muda mrefu, na siku hiyo bahati ikawa upande wao, kwani mwanamke huyo alipita mbele yao akiwa kazini akipeleka kifurushi kwenye nyumba fulani. Kaka yao akamtambua mara moja na kusema ndiye mtu ambaye amekuwa akimtafuta, kisha akawaambia wadogo zake waandae mpango kwa ajili yake, nao wakakubaliana na kuondoka. Wakati huo mwanaume huyo akamkaribia mwanamke huyo, lakini kabla hajamfikia mwanamke akaenda pembeni ya barabara kupumzika na kula kidogo. Mwanamke huyo alikuwa mpenzi wake wa zamani tangu alipokuwa na umri wa miaka 20. Mwanaume akampigia simu na mwanamke alipoyaona mawasiliano ya mpenzi wake wa zamani alishtuka, kwa kusita akapokea simu. Wakaongea kwa muda, lakini kila mmoja alijaribu kuficha ukweli fulani. Mwanamke alitaka kumaliza mazungumzo haraka, akasema kuwa anakuja kuchukuliwa na mpenzi wake, lakini mwanaume akamwambia anataka kumwalika kwenye sherehe ya harusi yake. Maneno hayo yakamuumiza sana mwanamke, kwa sababu ukweli ni kwamba hakuwahi kuwa na mwanaume mwingine tangu waachane, kisha simu ikakatwa. Mara tu baada ya hapo mwanaume akamfuata moja kwa moja na mwanamke akashangaa kumuona uso kwa uso. Wakasalimiana kwa mshangao. Mwanaume akauliza kwa nini yuko hapo, kisha akasema amekuja kwa ajili yake na ana swali muhimu. Mwanamke akamwambia tangu walipoachana hakuna la kuulizana tena, lakini mwanaume akamwambia kuwa wazazi wake hawakutaka waachane. Mwanamke akakasirika kidogo na kusema hayo hayana maana sasa. Ndipo mwanaume akatoa karatasi aliyokuwa ameipata ndani ya jaketi ambalo mwanamke aliwahi kuvaa zamani. Ilikuwa ni ripoti ya daktari. Akamuuliza kwa nini akumwambia kuwa alikuwa mjamzito. Mwanamke akajibu kwa ukavu kuwa haikuwa muhimu tena, lakini mwanaume akasema kama angejua hilo zamani wasingeachana kamwe. Mwanamke akamwambia waache aliyopita yapita, akamkumbusha kuwa si anataka kuoa. Mwanaume akasema ndio, na mwanamke akamtakia maisha mema yasiyokuwa kama yale yao ya zamani. Mwanamke alitaka kuondoka ili kuendelea na kazi yake ya kupeleka vifurushi na akamwambia simfuate tena, lakini mwanaume akamshika na kumpeleka sehemu fulani. Akampeleka kwenye bustani ile ile waliokutana kwa mara ya kwanza. Wakati huo ndugu zake wakafika wakiwa wameleta kile alichowaagiza. Mwanaume akasema mbele yake, nina milioni 500 hapa. Hii ndio mahari nitakayokupa na tayari nimekununulia nyumba. Je, unaweza kuwa mke wangu? Mwanamke akabaki amechanganyikiwa. Mwanaume akaendelea kusema anataka kumuoa kama alivyomwahidi zamani na sasa yuko tayari kutimiza ahadi zote. Mwanamke akashindwa kujiuzia, machozi yakaanza kumtoka. Akakiri kuwa muda wote huu alikuwa peke yake na hakuweza kumsahau. Wakaangukia mikononi mwa kila mmoja kwa hisia nzito. Kumbe mwanaume tayari alikuwa ameandaa kila kitu kwa ajili ya harusi yao. Na hapo ndipo hadithi yao ya mapenzi ya kweli ilipoanza upya.